ya mazoea. Kuna wengine mko hapa, unaweza ukafanya kitu kibaya dhidi ya mtumishi, dhidi ya Mungu, dhidi ya madhabahu. The judgment inapokuja kwako, hukumu inapokuja kwako, kile ulichokipanda ndicho kitaenda kuota kwako. Yes. Roho ya mazoea inaondoa hofu. Hauogopi Mungu, hauogopi mchungaji wako, hauogopi neno la Mungu. You don't fear. Roho ya mazoea inakuletea magonjwa. Wengine mko kanisani hapa, ugonjwa uliopata au machangamoto unayopitia haujatoka nayo nje, isipokuwa ni Mungu ameituma kwako baada ya kuona umemletea roho ya mazoea. Roho ya mazoea ni mbaya kwenye ufalme wa Mungu. Roho ya mazoea imepelekea kuna watu tumewazika leo, wamekufa kiroho, wamekufa kabisa, tukawazika. Mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisi anahubiri huko kanisani, wewe una chati. Ikifika hiyo stage kwako, ni stage mbaya kiroho, na hautaki mtu akuulize, kwa sababu akikuuliza utakwazika. Mchungaji anahubiri, unaangalia saa, muda umeenda sana. Ila hii saa unaangalia unasema muda umeenda sana, wakati ulikuwa kwenye bar, wakati ulikuwa ni mtu wa club, ulikuwa uangalii saa. Inakupelekea hata kumsema vibaya mchungaji wako, yani hauogopi tena. Mnapigiana simu na marafiki zako na ndugu zako na washirika wenzio, tukutane sehemu tukakae tule tuongee. Kwenye hicho kikao mnaanza kumdiskasi mchungaji wako, na mchungaji wako huyo ndio kesho atakuwekea mkono. Mchungaji wako huyo ndio kesho atakuombea. Mchungaji wako huyo ndio kesho atakuwa mwongozo. Mmemkalia kikao, mnamsema. Hiyo roho ya mazoea ikisha kuingia kwamba bila mimi kazi fulani haiwezi kwenda. Ni neema Mungu amekupa kwa majira hayo, na wakati huo naongea na wewe, tenda hiki, fanya hiki. It's so dangerous. Ni hatari sana. Ibada itakuwa saa 2, utakuja kanisani saa 4 na hutaki mtu akuulize. Jiulize swali, huyo mtumishi ambaye ndani ya moyo wako unasema bila wewe hiyo kitu hakiwezi kwenda. Jiulize swali, kabla ya wewe kwenda kwa wewe mtumishi, mbona kazi ya Mungu ilikuwa inafanyika? Jiulize swali. Oh yes.